Angalie, hili goli ni halali ama sio halali? Sio halali. Kwa nini? Kwanza tuanze kwenye offside ni nini? Naam. Unajua tu wakati mwingine offside si offside, kwanza tujue. Ndio maana nimesema hapo, unajua offside ni nini? Naam. Sawa? Ndio. Ni kitendo cha mchezaji wa timu inayoshambulia. Sawa? Ndio. Kuwa mbele ya vitu viwili, mpira wenyewe na mlinzi wa pili wa mwisho. Lakini kuwa kwenye nafasi hiyo ya kuotea kwa Kiswahili sio dhambi. Offside position. Sawa? Okay. Being in an offside position is no offense. Wewe kuwa kwenye nafasi ya kuotea hakuna makosa yoyote. Sheria namba 11 ya mpira. Offside. Kuotea kwa Kiswahili. Mchezaji kuwa kwenye nafasi ya kuotea sio dhambi mpaka afaidike kwa kitendo chake cha kuwa kwenye nafasi ya kuotea, gaining an advantage for being in an offside position. Yeah. Lakini aingilie mchezo, interfering play, au amuingilie mpinzani, interfering an opponent. Okay. Huko kule mpira umekuja, umecontrol, unakwenda kufunga. Umefaidika kwa sababu wewe uko nyuma, mpira umeupata, umeuzidi mpira wenyewe, umemzidi second last defender. Yeah. Mlinzi wa pili wa mwisho. Ndio maana wakati wana check hata mistari vya VAR wanaangalia mpira wakati unapigwa na wewe movement yako na huyo mtu second last defender. Ukiwa umezidi kidogo tu kwamba umefaidika kwa sababu ulikuwa mbele, ndio maana ukawahi mpira ukaenda kufunga. Sawa? Sawa. Kuingilia mchezo, unatoka kule kwenye offside position, unakuja unachukua pasi. Au unazuia pasi. Kwa kugusa mpira, umeingilia mchezo ukiwa umetoka offside position. Na ndio maana linesmen wananyosha mkono alafu wanafanya hivi, wanakuonyesha kwamba umetoka huku kuja kucheza huku upande wa pili. Sawa? Ulikuwa kule offside, ungebaki zako kule, hakuna shida yoyote. Mpaka mpira ungekupita, watu wakawa mbele yako, ukicheza it's okay. Kumuingilia mpinzani, unatoka kwenye offside position, unakuja unafanya marking. Wewe ukiwa umetoka offside. Unatoka offside position, unakuja mtu anataka kupiga, wewe unakuja kuweka mguu. Wewe umetoka offside position. Kwa hiyo kwa Pacome pale alihusikaje Jimmy? Kidogo. Naam. Pacome alikuwa kwenye eneo la kuotea ambayo haikuwa dhambi. Oh. Sawa. Tumesema mwanzo, being in an offside position is no offense. Hakuna shida yoyote wewe kusimama kwenye offside position. Akatoka kwenye offside position, akawa sasa anakuja huku kwenye mchezo unakochezwa, akakuta Dube anapiga mpira. Yeah. Sawa? Maxi ameupata sasa na ukimbilia mpira. Mchezaji aliyoko kwenye nafasi ya kwenda kuucheza ule mpira alikuwa mbele ni Dirock, nyuma kidogo slightly ni Kapombe. Sawa? Yeah. Huyu mchezaji anatoka kwenye nafasi ya kuotea. Iwapo kama asingejihusisha na ile movement, akaacha wale wapite, waende wakapambane na Maxi, wakashindwa, mpira ukapigwa kama vile ukarudi ukamkuta yeye akafunga, clear goal. Lakini kwa kitendo cha kujaribu kumzuia Dirock asiende kucheza kumkaba Max, that is an offense, kwa sababu wewe unatoka kwenye offside position. Unamkuta mtu anakwenda kuzuia mpira, wewe unamzuia yeye, na clear video inaonekana kabisa anamwekea mgongo ili asifanye nini? Asipite. Sasa uwezi kutoka offside position ukaja kufanya hiyo block, then that is offside, brother. And that clear. Wala hakuna sijui hatutaki kuandamana, wala hatuhitaji kwenda sijui wapi, sheria ndio inasema hivyo. Unaelewa? No. Sio mimi. Kuna mtu mmoja jana, kiongozi mmoja, simtaji jina, kiongozi lakini wa Young Africa, no, alinipigia akaniambia mahali mnasikia umesema hivi, nikamwambia ni kweli.
Akaniuliza, una hiyo video? Nikamwambia ninayo shehe. Nikamtumia 2 na nikamwambia, sikumwambia chochote, nikajua tu akiangalia atajua tutarudi kuzungumza. Alirudi, unaelewa? Alivyorudi kanambia, unajua hii, lakini neno lake la kwanza huwezi kuiona kwa jicho la kawaida. Nikasema mimi sitaki kujua unaiona kwa VAR macho ya kawaida. Nilichosema according to the law 11, this is offside, na mwamuzi alipaswa kumtrack yule mchezaji ambaye anatoka offside position kuja huku. Angekuwa ndo mtu anayepaswa kumwangalia, ana interfere mchezo, anamuinterfere mpinzani, then anapomuinterfere mpinzani, you raise your flag, it's offside, that clear. Nikamwambia shehe, mimi hizi sikutoka nazo Mtwara, mimi natoka Mtwara huko Lindi, wala si you offside sini, nimekuja Dar es Salaam hapa ndo nikafundishwa. Unaelewa? Sikuja nazo mimi kutoka Mtwara, nimetoka zangu Mtwara huko. Najua tunacheza tu pale, ukinyosha bendera hivi unakasirika, offside gani ile? Lakini kwa undani kuja kujua kama kwa nini na kuwaje, nimefundishwa hapa Dar es Salaam. Line 1 ilikuwa ni Mohamed Mkono. Mohamed Mkono. Na ni FIFA referee, one of the best referees. Alafu Yanga would have to wanatakiwa tu kuwa happy kwa sababu hii haiondoi kitu chochote. Yani Yanga wameshinda na wamechukua ngao. Umeelewa? Kabisa. Sisi Chelsea tuliwafunga Fulham 2-0. Wao walikuwa wa mwanzo kufunga goli. Walifunga goli ambalo VAR tena kwa VAR kabisa ikasema hili sio goli. Lakini ikaja kubainika baadaye kwamba according to the law huyu jamaa hakufanya foul. Sawa? Hii ilipaswa kuwa goli na yule mtu wa VAR akafanyaje? Akaondoshwa. Na goli likaingia kwenye kinyang'anyiro. Hata goli la jamaa yule Msauzi yule wa Burnley yule Foster. Ndio maana United. Ndio maana PG alikuwa offside, ila ni yani ilikuwa sio goli la offside, lakini na VAR hiyo ikalikataa. Unaona? Ndio maana mimi nimesema ifike hatua ili kuondoa utata. Watu unajua wameelimika. Teknolojia inasaidia sana watu. Inakusaidia kusoma, kujifunza. Sawa? Na wewe ukawa na uwezo. Kama ukiweka akili yako neutral, ukataka kujifunza, unaelewa wala hakuna tabu. Watu wengi wamepata uelewa. Kuifika hatua hata kamati ione sababu ya kuja kutuambia kwamba bwana, pamoja na mjadala huu, hii kweli ilikuwa offside, tunaomba msamaha, au hii haikuwa offside kwa sababu 1, 2, 3, kuondoa mjadala. Sawa? Yani na nyinyi kama kamati muondo, mimi sione ubaya wake, kwa sababu kwani unapo rule kwamba ni offside, si una rule na sisi tunaona. Usipo rule kama sio offside tunasema mbona pale uli rule hapo huja rule. Na sasa hivi kuna msaada video, na sisi tunapata nafasi ya kuzungumza. Come and teach us. Hakuna shida yoyote. Ndio maana wale PGMO wamefukuza waamuzi kibao. Na wanatoka wanaulizwa, wanasema bana, hapana, hapa mwamuzi alikosea. Nafikiri alifikiria hivi lakini ukweli ni 1, 2, 3. Okay. So to me that was offside. Ashirafu, kwa ufupi. Ngoja kwanza. Hapa kwenye ulivyoelezea Jemedari kwamba Pacome alimzuia De Rock. Je, alimzuia kwa lengo la kuzuia? Alikuwa Evans ameeleza, na maelezo yangu mimi hayawezi kuwa tofauti. Unajua dhana ya offside ina wakanganya watu wengi. Na wala sio swala la kusema kwamba kuna viashiria vya offside. It's either ni offside au sio offside. Haiwezi kuwa na viashiria. Na kanuni ya offside ukiisoma kwenye ile laws of the game inakwambia kwamba mchezaji kuwa tu kwenye eneo la offside sio kosa kwa yenyewe kama yenyewe. Yani wewe uko offside pale, kama kila kitu kinaendelea afu usiki, sio kosa. Kwa mfano kama Max angefunga yeye mwenyewe pale, unasikia mkali wa Dimba? Nakupata. Kama angefunga Max pale, wala hakuna doubt yoyote, kwa sababu pengine labda pale angehukumiwa Pacome kwamba bana, kuna huyu beki alikuwa anakuja kumzuia Max, lakini wewe ukamblock. Huo ndio uhusika wako kwenye mchezo. Lakini kama wewe Pacome umesimama tu pale independently, yani kosa lako ni kusimama tu pale, hiyo sio offside. The minute unapohusika na ule na mchezo unaoendelea, inakuwa ni offside.
Pacome alihusika na lile tukio mara mbili. Alihusika kwa kumzuia Rushin De Reuck asiende kumchallenge Max, na hiyo challenge ya Rushin De Reuck kuna mawili ambayo yanaweza akatokea. Kuna vitu vitatu ambavyo vinaweza kutokea. Anaweza akafanikiwa kumblock, akamzuia kama kumzuia. Anaweza akamfanya nani yule? Anaweza yule De Reuck, uwepo wake unaweza ukamfanya Maxi afikirie tofauti na vile alivyofanya. Aidha labda urudishe mpira nyuma ama afanye kitu cha tofauti. Ama anaweza akashindwa pia kumzuia. Hizi options zote tatu zinaweza zikatokea. Lakini ilishindikana hivyo kutokea kwa sababu mchezaji ambaye originally alikuwa kwenye offside position alitoka pale akaenda kumblock, na baadaye huo mchezaji akiwa kwenye position nyingine tofauti akawa actively involved akafunga. Kwa hiyo hivi vitu viwili vinafanya liwe sio goli sahihi. Na kama utakumbuka kuna mechi ya msimu uliopita ya Barca ilikuwa na mazingira haya na ilikuwa ni offside. Okay. Walicheza na Villarreal nadhani. Yes. Mazingira hayo. Na ambacho watu wanapaswa kujua Mkai ni kitu kimoja, kwamba with offside haina room ya kutoa maoni kwamba bana Mkai anawaza hivi. Jessica anawaza vile. Sijui Alikamwe anawaza hivi. Jemedari yani iko vile kama ambavyo sheria za nchi kwamba sheria inasema kwamba bwana Mkai uruhusiwi kutumia mihadarati au uruhusiwi kuvuta bangi. Sasa inawezekana labda ukienda Saudi kwa sababu kule hiyo sheria ni tofauti. Sasa hapa haiwezi kuwa subject kwa maoni. Naam, sheria inasimama vile. Kamanda, sawa. Umezungumza vizuri kweli. Nataka pia nipige swali hapa Jemedari Saidi. Na mimi nitaanza. Umezungumzia neno viashiria. Viashiria vya offside vilikuwepo, lakini goli si offside. Yani goli ni halali. Okay. Kwa sababu kwa nilichokiona jana mimi ni kwamba wakati Prince Dube anapiga shoot, nadhani alikuwa kwenye zone ya 14 kuja kwenye zone ya 17, alipiga shoot ambalo lilikuwa blocked. Na ule mpira wakati unatoka kwa yule beki ambaye aliublock ulikwenda kwenye njia ya Maxim Pia Zengeli na Pacome Zouzoua. At first Pacome alikuwa offside. Lakini alichokifanya ni kuupisha mpira kwa sababu alibaini kwamba Maxim Pia Zengeli alikuwa onside. Kwa alichokifanya yeye ni kuupisha mpira na kumpisha Max aende kufanya kazi nyingine. Hiyo ni akili ya kikubwa ambayo tunatakiwa kuisifia. Ukitazama wakati Max anapokea mpira alikuwa onside, na wakati anaanza kufanya instep kwenda kwenye 6 yard box, Kapombe alikuwa anamuona vizuri, inaona vision ya Max alikuwa anaiona vizuri na alimchallenge, ila kwa bahati mbaya hakuweza kufikia mpira. Na Rushin De Reuck alikuwa anamuona vizuri Maxim Pia Zengeli ambaye alikuwa onside. Max ameenda amepiga shuti. Wakati anakaribia kupiga shuti, Pacome alirudi nyuma kuweza kuua ile offside. Ina maana akawa sawa na mstari wa walinzi wa Simba ambao haumfanyi tena kuwa offside. Max amepiga shuti, mlinda mlango wa Simba ameucheza mpira, umerudi ndani, ukamkuta Pacome ambaye at that time yuko onside, akafunga bao. Kuna mtu anaweza akasema okay, Pacome ameintervene, lakini to me hakuziba vision ya Kapombe kutomuona Max. Kwa sababu Kapombe alikuwa anamuona vizuri Max na alimchallenge. Kwa hiyo angeweza kufanya tackling akaufikia mpira, tungekuwa tunamsifia Kapombe kwamba wate tako, si ndio? Lakini kwa bahati mbaya Max wakati anafanya instep alikuwa sahihi kwa kile anachokifanya, na alikuwa anausogeza mpira mbele kiasi kwamba mabeki wasingeweza kufanyaje kuchukua, na pengine wangeweza kuzama zaidi, inawezekana wangeweza kusababisha penalty. So to me ni clear goal, ni goli halali, yani kipengele uje nacho mwenyewe. Okay, sawa. Hansi, kesho pia tutapata fursa ya kuzungumza mengi sana. Kwa leo naomba ni kutoe katika line, ratiba yangu inanibana hapa. Asante sana. Ile mpinzani interfering na opponent. Okay. Huko kule mpira umekuja, umecontrol, unakwenda kufunga. Umefaidika kwa sababu wewe uko nyuma, mpira umeupata,
umeuzidi mpira wenyewe, umemzidi second last defender, mlinzi wa pili wa mwisho. Ndio maana wakati wana check hata mistari vya VAR wanaangalia mpira wakati unapigwa na wewe movement yako na huyo mtu second last defender. Ukiwa umezidi kidogo tu kwamba umefaidika kwa sababu ulikuwa mbele, ndio maana ukawahi mpira ukaenda kufunga. Sawa? Sawa. Kuingilia mchezo, unatoka kule kwenye offside position, unakuja pop, unakuja unachukua pasi. Au unazuia pasi. Kwa kugusa mpira, umeingilia mchezo ukiwa umetoka offside position. Na ndio maana linesmen wananyosha mkono alafu wanafanya hivi, wanakuonyesha kwamba umetoka huku kuja kucheza huku upande wa pili. Sawa? Ulikuwa kule offside, ungebaki zako kule, hakuna shida yoyote. Mpaka mpira ungekupita, watu wakawa mbele yako, ukicheza it's okay. Kumuingilia mpinzani, unatoka kwenye offside position, unakuja unafanya marking. Wewe ukiwa umetoka offside. Unatoka offside position, unakuja mtu anataka kupiga, wewe unakuja kuweka mguu. Wewe umetoka offside position. Kwa hiyo kwa Pacome pale alihusikaje Jimmy? Kidogo. Naam. Pacome alikuwa kwenye eneo la kuotea ambayo haikuwa dhambi. Sawa. Tumesema mwanzo, being in an offside position is no offense. Hakuna shida yoyote wewe kusimama kwenye offside position. Akatoka kwenye offside position, akawa sasa anakuja huku kwenye mchezo unakochezwa, akakuta Dube anapiga mpira. Sawa. Maxi ameupata sasa na ukimbilia mpira. Mchezaji aliyoko kwenye nafasi ya kwenda kuucheza ule mpira alikuwa mbele ni Dirock, nyuma